Shalom shalom, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina naitwa Daudi ama ukipenda Rungu la Bwana. Leo tumekuja na mwendelezo wa somo lile ambalo tayari tumekwisha kulianza, somo linalosema kusimamia kila ambacho unakiamini. Kwa yule ambaye bado hajasikiliza hilo somo, tumemaanisha ya kwamba kumwamini Mungu wa kweli ni yupi. Kwa maana kwenye dunia hii kumejaa miungu mingi ambayo watu wanamwabudu wakiamini ya kwamba wako kwenye Mungu sahihi, lakini kumbe wako kwenye Mungu sahihi. Ndipo somo hili tumelileta ili tuchambue sifa na vigezo vya kuzingatia ili tujue Mungu anayefaa kuabudiwa na watu wote ni yupi. Na ili tujue Mungu wa kweli ni yupi, kwanza, jambo la kwanza ni kujua walioabudu nyuma yetu au kabla yetu waliabudu Mungu yupi wa kweli ambaye na sisi tunafaa tumwabudu. Na hilo sio shida sana ama sio tatizo, ila tatizo sasa hao walioabudu nyuma yetu Mungu wa kweli, sifa za huyo Mungu, vigezo vya kuzingatia ili tujue huyo Mungu wa kweli ni yupi, ndio tunafaa tuvifuate na tuviangalie ili tujue Mungu wa kweli ni yupi. Kama jinsi tulivyoangalia kwenye kitabu cha Joshua, tukapata Joshua akiambia wana wa Israeli ya kwamba mchague hivi leo kati ya Mungu na miungu ambapo babu zenu walimwabudu, ni yupi mtakayefuata. Joshua akasema kwamba mimi na nyumba yangu nitamtumikia Mungu. Na hilo pekee yake halikutosha. Sasa leo tunakuja na mtu mwingine ambaye tunafaa pia tumchakate. Lengo kuu ni kujua Mungu wa kweli ni yupi. Na Mungu wa kweli anajulikana kwa sifa, na sifa ambazo tutakwenda kuzichambua ndio zitatuonesha kwamba kweli huyo ni Mungu wa kweli. Tutakwenda kuchambua sifa baadhi. Sawa, leo tutakwenda kusoma kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza sura 18 mstari wa 21. Tusikie jinsi inavyosema. Inasema hivi: naye Eliya akawakaribia watu wote akanena, mtasitasita katikati ya mawazo mawili hata lini? Bwana akiwa ndiye Mungu, mfuateni; bali ikiwa Baali ni mungu, haya mfuateni yeye. Wale watu hawakumjibu neno. Ndipo Eliya akawaambia watu, mimi nimesalia mimi peke yangu, nabii wa Bwana, lakini manabii wa Baali ni watu 450. Kwa hiyo na watolee ng'ombe wawili wao, na wachagulie ng'ombe mmoja, wakatekate na kumweka juu ya kuni, wasitie moto chini, nami nitamtengeneza huyo ng'ombe wa pili na kumweka juu, yaani kuni, wala sitatia moto chini. Nanyi ombeni kwa ajili ya jina la Mungu wenu, nami nitaomba kwa ajili ya jina la Mungu, jina la Bwana, na Mungu yule ajibuye kwa moto na awe ndiye Mungu wetu. Wote wakajibu wakasema, maneno haya ni mazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Historia najua wengi wetu tunaifahamu, na kwa wale ambao hawaifahamu vizuri wanaweza kusoma mwanzo mpaka mwisho. Hapa ni wana wa Israeli walijichanganya kwa miungu. Hii situation ama hii mazingira sio kama mazingira ya Yoshua. Mazingira ya Yoshua ni wana wa Israeli walikuwa wakipapasa wako kwa Mungu wa kweli ambaye ni Yehova, pia wako kwa miungu mingine ya Ashera, Makemoshi, Mashtoreth na mambo mengine. Wao walikuwa wakichanganya, lakini kwenye situation ya Eliya hapa walikuwa wamemwacha Mungu wa kweli kabisa. Walikuwa wakiambatana na miungu mingine, na Mungu mmoja wapo ambaye ametajwa hapa ni Mungu wa Baali. Hapa haikuwa tena hatua ya kwamba Yoshua kuambia kwamba chagueni Mungu mtakayemtumikia kati ya huyu na huyu, bali hapa sasa kwa Eliya ilikuwa ni kudhibitisha Mungu wa kweli ni yupi, kwa sababu hao walikuwa wameshazingatia Mungu wao tayari ambao watamwamini. Sio kwamba wa kipindi cha Yoshua walikuwa wakiabudu yeyote yule. Hapa kwa kipindi cha Eliya walikuwa na miungu ambayo walikuwa wakiamini 100% kwamba Baali ndiye Mungu na mambo mengine. Ikafika wakati sasa Eliya akasema kwamba hatupaswi kuenda kwa huo mfumo
tunafaa tuabudu Mungu mmoja, na huyo Mungu ambaye tunafaa tumwabudu, sio tunafaa tumjue. Tutoe mtihani, atakayepita kwenye mtihani ndio Mungu ambaye tunafaa tumfuate sote, na wote wakakubaliana. Na kama sisi leo tunafanya sisi tukubaliane kwa sifa ambazo tunazozitoa. Sifa kwanza, Mungu ambaye tunafaa kumwamini ni Mungu asiyeshindwa kwa jambo lolote lile. Ukiwa uko na Mungu ambaye anashindwa mambo mengine na mambo mengine anayeweza, huyo sio Mungu wa kweli. Mungu atakayejibu kwa jambo lolote atakalomhitaji, kwa maana Mungu ni msaada upatikanao tele wakati wa mateso. Huyo ndiye Mungu. Sasa na hii situation ndio Elia alifikia na wana wa Israeli, na hiyo ndio situation ambayo hata sisi tuko nayo, inatuchanganya kwa siku ya leo. Na ndiposa nimekuja na somo ili tujue Mungu wa kweli ni yupi. Tutamjua kwa sifa ambazo tutakazozitoa hapa, na sifa moja wapo ni ambayo Elia alitoa hapa mtihani, kusema kwamba Mungu atakayejibu kwa moto ni yupi. Na jambo ambalo ningepata na nikukumbushe ama nikufahamishe ni hili: mpaka wafikia hatua ya kukubali hii context ama hii jaribio, walijua ni jambo jepesi sana, kwa maana si mara yao ya kwanza kulifanya. Ni mara nyingi tu walikuwa wakiomba Mungu wao ama Baali akishusha moto, ni mara nyingi alikuwa akishusha moto. Lakini kwa sababu ilikosa context ya kujua Mungu wa kweli ni yupi, ilibidi Mungu wa kweli ambaye wewe unamwamini ama Elia alikuwa akimwamini afunge nguvu za au mabaali ili asitende, asijibu jambo lolote. Na sitashuka zaidi sana kwa sababu tayari tulijua na tumekushajua Mungu aliyeshusha moto ni yupi. Ila tu ningependa nikupe changamoto kidogo. Elia alikuwa na uhakika na Mungu wake kwamba huyu ndio Mungu wa kweli, na hata alifanya vitu ambavyo havikuwa vinahitajika kwenye jaribio hilo, alivifanya. Jambo la kwanza ambalo alikuwa kwenye jaribio hilo na lingewezekana kabisa. Tuko na mtihani wa Mungu atakayejibu kwa moto ni yupi. Lakini sasa tena akaweka adui wa moto ambaye ni maji, akajaza mapipa ya maji kwenye madhabahu ambako moto utashuka. Na cha ajabu, walijaza mapipa ya maji, lakini moto uliposhuka ukateketeza, ukalamba ile yote maji, ukalamba kuni na ukalamba ile yote nyama, na watu wote wakakiri wakasema kwamba huyo ndiye Mungu wa kweli. Kwa hiyo ndugu mpendwa, Mungu wa kweli yuko na sifa ambayo anaweza mambo yote. Hiyo ni sifa ya Mungu ambaye ashindwi na jambo lolote. Wana wa Israeli walikuwa na Mungu ambaye ana mapungufu. Mungu asiyeweza kujibu watu wake ni Mungu gani? Kumbuka Mabaali walijikatakata kwa visu, lakini hakujibu chochote. Wakaomba mpaka Elia kaanza kuwadhihaki, labda amelala, labda asikii, labda yuko na kikao. Mungu wetu sisi hana kikao. Mungu wetu sisi si kiziwi, yeye anasikia. Mkono wake si mfupi, yeye anatenda. Na mimi huyo ndiye Mungu ambaye ninakuthibitishia mchana huu wa leo ama siku ya leo, na kwamba mpendwa, Mungu wa Elia ndiye Mungu aliye sahihi. Na huyo Mungu wa Elia ni nani? Ili tupolepole tutelewa hatua kwa hatua, ngazi kwa ngazi. Hiyo ni sifa moja wapo ambayo Mungu wa kweli ni Mungu anayejibu kila kitu chochote ambacho watu wake, yule ambaye anamwamini, yule ambaye atamuita, atamuitikia. Elia alimuita kwa jaribio la moto na akamjibu kweli kweli, na Elia akawa na imani kwamba kweli huyu ndio Mungu kwa sahihi. Na hata wale ambao walikuwa kiabudu miungu wa Baali, wana wa Israeli, wakageuka na kusema kwamba tulikuwa tukipotea njia, huyu ndiye Mungu wa kweli. Sasa ndugu mpendwa, utatangatanga mpaka lini? Hii ni sehemu nyingine wapo ambao tutakwenda kujifunza siku ya leo, na mimi Mungu akituwezesha tutakwenda na sifa zingine. Hiyo ni sifa moja wapo ambayo tunastahili kwa siku ya leo, sifa ambayo nasema Mungu ni Mungu asiyeshindwa na jambo lolote. Ndugu mpendwa, ikiwa wewe uko sehemu ambako unaamini Mungu yuko na madhaifu na mapungufu, Mungu anayejibu mambo baadhi na mengine huwa hayajibu, huyo sio Mungu wa sahihi, huyo sio Mungu wa kweli, bali huyo ni miungu ya Baali. Ila Mungu wa kweli ni Mungu anayejibu kila kitu, na huyo ndiye Mungu ambaye ninakutangazia siku ya leo. Unafaa umfuate.
kwa hali na mali, kwa gharama yoyote, bila kuangalia ndugu watasemaje, majirani watafanyaje, ama kiongozi wangu atasemaje. Huyo ndio Mungu wa kweli, na hiyo sio sifa za peke yake, tutakwenda kuangalia sifa zingine zaidi na zaidi. Ila leo nataka tu kuambia Mungu ambaye unafaa umfuate ni Mungu asiyeshindwa na jambo lolote, ambaye ni Mungu wa Elia. Asante sana kwa usikivu mwema. Tulikuwa nami mtumishi Daudi, ama ukipenda Rungu la Bwana. Utakaposikiliza somo lingine, tafadhali uwe radhi kushare kwa watu wengine, kwa maana somo hili huenda likawafaa kwa njia moja ama nyingine. Bye bye, see you again.